Yes, welcome back DBTech. Leo tuangalie namna ambavyo unaweza ukatumia school database system ambao unaweza ukawa na module ya student, teachers, lakini pia exams, contributions, library pamoja na timetable. Na hizi contribution, library na timetable unaweza pia ukaipata kama ilivyo yenyewe peke yake, au ukapata moja kwa moja database kamili ambayo unaweza ukamanage yoyote, au ukataka tu mfano timetable, ambapo sasa hii timetable unaweza ukaandaa automatic. Hakuna haja tena ya kuwa na stress ya kuandaa timetable. Tutaona namna ambavyo tutaweza kuandaa timetable ambavyo ni simple way kabisa. Moja kwa moja tukija hapa kwenye dashboard tunaweza tukaona students ambao hapa mfano kwa 1452, teachers, exam, subject, lakini pia kuna graphs kama tunavyoziona za registered student, lakini na division, performance summary ambazo kadri ambavyo watakuwa wanafanya basi unaweza ukaona. Ukija moja kwa moja hapa kwenye student unaweza uka-add au uka-view. Ukija hapa kwenye view utaona all student ambao wanakuwa registered, lakini hapa waweza search kwa class ni class gani, ambapo unaweza ukawaona hao student, lakini pia unaweza uka-promote. Kwa mfano mwaka umeisha unafanya promotion hii, au uzuri ukifanya promotion ina backup kwamba haya yalivyo kwanza inaweka kwenye Excel then inafanya promotion. Kama unataka kuona ilivyokuwa mwanzoni, basi ile backup inaweza kukusaidia. Kwa mfano moja kwa moja ukibonyeza hapa inakwambia inafanya backup ya Excel, ambapo kama tayari kishafanya backup inakuuliza unataka kuwaweka form 4 kuwa graduate, kwamba wamemaliza. Ukisema yes, basi form 4 anakuwa graduate. Inakwambia 273 wanafunzi wa form 4 wamekuwa graduate. Lakini pia inaendelea kukuuliza unataka form 3 kuwapandisha form 4. Unaweza kusema yes au no. Unasema yes na wapandisha form 4, itakwambia wanafunzi 392 wa form 3 wamekuwa form 4. Inaendelea kukuuliza unataka kupandisha wanafunzi wa form 2 kwenda form 3. Unaweza kusema yes au unaweza kusema yes, then nakwambia wanafunzi 401 wamekuwa form 3. Lakini pia nakuuliza unataka form 1 au form 2. Ukisema yes nakwambia wanafunzi 386 wamekuwa form 2. Yes, kama tunaweza kuona inakupa summary kwamba umefanya promotion ya wanafunzi 1452, ambapo baada ya kurefresh unaweza ukaona, huwezi ukaona wanafunzi wa form 1, utaona form 2. Hata ukisearch hapa form 1 haina wanafunzi kwa sababu tayari tulisha wapandisha darasa. Lakini pia ukija hapa kwenye graduate utaona tayari graduating ambao ni wale wa form 4 tayari walishakuja huku kwenye searching ya sehemu ya graduate, na unaweza ukasearch mwanafunzi whatever. Lakini si tu hivyo, unaweza ukaweka kwa mfano ukawafuta. Mimi nitawafuta wote ili tuanze from the scratch kabisa. Tunaanzia wapi? Tutakuja hapa kwenye setting. Yes, tutakuja kwenye admin. Huku ndo unaweza ukafuta taarifa yote utakayoitaka wewe. Nataka nifute wanafunzi wote. Yes, na okay, then na refresh. Nikija kwenye dashboard tutaona wanafunzi ni 0. Hata ukija kwenye view student hakuna mwanafunzi ambaye yupo kama tunavyoona. Sasa kama una kusajili wanafunzi unaweza ukasajili kwa njia mbili. Kwanza unaweza ukasajili mmoja, kitu ambacho ni hard working, ambacho hatushauri ukifanya. Unaweza ukadownload Excel hapa, then ukakwambia unahitaji wanafunzi wangapi. Mfano mimi nataka wanafunzi 40 tu, basi itakuwa downloaded Excel hapa kama tunavyoweza kuiona, na unaweza ukatumia hii sasa kufanyaje kusajili wanafunzi. Kwa mfano naweza kujaza hapa student 1 essay, sex unaweza ukachagua hapa, lakini pia namba unaweza ukaweka hapo. Yes, lakini pia namba hapa unaweza ukaweka tu ya mfano 001, then unaweza ukascroll hapa wanafunzi hao 10 labda ndio form 1. Yes, 10. Yes, 10 ndio form 1 hao, ambao namba 5 hapa inaanza M. Yes, then ukawapa hiyo M, then ukaja form 2 tena ukachagua tu hapa darasa form 2, then ukascroll. Utasajili hivyo na namba unaweza ukai double click tu, kwa maana ukimaliza kusajili, kwa mfano unaweza ukapakia. Kwa mfano mimi na Excel naweza kupakia wanafunzi 40 hiyo tayari, then nitakuja hapa kwenye upload, nimerename as Regi. Hii hapa ina wanafunzi 40. Yes, basi kwa mfano tu hivyo itakuwa imepakiwa na tayari wanafunzi. Ukirefresh ukija hapa kwenye dashboard utakuta wanafunzi 40 registered kwa madarasa kama tunavyowaona hapa. Kama tunavyoona hata ukija hapa kwenye
juu tutawaona. Unaweza ukaweka picha yao kuja action hapo, utakuja image, then utatafuta file lako uloandaa la picha au ambalo unalo la picha, kwa mfano mimi hili, then unaweza ukaattach picha ya mwanafunzi yoyote, then papo ukaja mwanafunzi mwingine anaifuata ukamwattach picha yake yoyote hapo, unaona tayari unakuwa una attach hivyo picha. Lakini pia unaweza ukasearch mwanafunzi hapa, mfano student labda 3, utampata mwanafunzi huyo tu pekee ambaye ana hilo jina. Kwa hiyo ni sehemu ya kusearch hapo, lakini wale ambao ni graduate ambao walimaliza tunaona bado wapo, kwa kuwa hatuna kazi nao pia unaweza kuwafuta hapa ikabaki empty kama tunavyoweza kuona. Kwa hiyo ndio sehemu ambapo unaweza ukasajili, lakini unaweza ukaedit mwanafunzi wa kubonyeza hapo. Lakini pia hapa tutaona unaweza ukaona matokeo. Yakisha kuwepo matokeo tayari awe na mitihani 10 amefanya, basi utaona ile series ya mitihani yake 10 analysis. Hii inatusaidia kutoa vyeti vya mshindi wa kwanza kwa kuangalia series za mitihani yake amekuwa wangapi. Hii ndio sehemu ya usajili wa wanafunzi. Ukija kwa teachers, the same case, unaweza download Excel ukaupload kama yetu tulivyofanya. The same hapa unaweza ukasema walimu wangapi, ikakudownloadia hiyo Excel ambayo utatumia kuijaza, then utaiupload, au unaweza ukaadi mmoja mmoja kwa bonyeza hapa, utasajili taarifa za mwalimu, then na yeye pia unaweza ukaweka na picha yake. Lakini kikubwa hapa kwa mwalimu, unaweza ukatengeneza create teachers roster. Unaweza ukatengeneza zamu za walimu, ambapo sasa kama mwalimu hutaki awe na zamu unamwekea inactive. Kwa mfano huyu Anisia Paulo Kijiko hataweza kuwa na nini, hataweza kuwepo kwenye zamu kwa sababu tumemweka inactive. Kwa hiyo headmaster, mistress, second master au kama ni academic hawana zamu, kwenye status utamwekea inactive. Lakini pia kama ameshahama au kwa sababu yote ile hatakiwa hapo kwenye zamu, utamwekea status inactive. Then utabonyeza hapa kwenye create teachers roster, utasema mfano tarehe ya kuanza hiyo roster yako, mfano naweza nikajaza hiyo 2026. Yes, unaandaa kwa wiki ngapi? Itakwambia ingiza idadi ya wiki, mfano mimi naandaa wiki zote 52, lakini unataka kwa wiki iwe na mwalimu mmoja au wawili au watatu hadi wanne. Kwa wiki awe mwalimu mmoja. Ukibonyeza hivyo utaona kuna Excel hii hapa tayari ina download. Yes, wakikamilika basi inakamilika tayari, inakuwa imemaliza kama tunavyoweza kuiona. Lakini pia unaweza ukasema nataka niandae kwa wiki wawe labda walimu wawili. Naweza nikaeleze tarehe 5 ya mwezi wa kwanza 2026. Yes, lakini pia wiki 52 tunasema kwa wiki labda iwe na walimu wawili. It depend na nyie walimu mpo wangapi. Taandaa kama tunavyoona walimu wawili kwa series hivyo hivyo, kisha tamaliza tayari itakuwa imekamilisha hiyo, ambapo unaweza ukafanyaje ukadownload hiyo ukaprint hiyo nini roster ya shuleni kwenu. Just a simple way, hakuna haja tena ya kuhangaika kuandaa vitu kama hivi. Kwa hiyo moja kwa moja kwa teachers, kwa student unaweza kufanya vitu hivyo. Hapa kwenye class unaweza manage class, ambapo hapo unaweza register a new class, then uka save, ukatuambia already registered, na kweli form 1 tayari ishakuwa registered. Hapo unaweza search whatever, lakini pia unaweza manage hapa subject, ambapo sasa unaweza add new au kaja hapa edit the same case save, nakwambia tayari data saved, tayari ina save. Lakini kilichoongezeka hapa tunaona kuna madarasa hapa ambapo unaweza ukaweka tiki. Kwa mfano hii civics au form 1 wasomi, form 2 wasomi, ndio maana tume uncheck. Ukicheck na maana linasomwa. Hata kule kwenye template tutaona kwamba tayari hilo somo linasomwa. Kwa mfano biology wanafanya, chemistry wanafanya hapa, mfano English hawa form 3 wanafanya. Unaweza ukaongeza na masomo yote, labda literature form 4 wanafanya literature, hapa ni English, unaweza ukaiongeza. Kwa kufanya hivyo tayari kila darasa litakuwa na masomo yake kwa kupiga tiki hivyo, kitu ambacho ndio kimeongezwa. Lakini hapo unaweza ukasajili stream, mfano naweza nikasave, then nikaongeza stream A. Yes, nikaongeza labda stream ipo labda mfano stream C, then nikasave, basi tutaona stream C imeongezeka kama tunavyoweza kuiona. Na pia character hapa unaweza ukazimanage character kama tunavyoweza kuona. Unaweza kuweka labda character fulani yote, character fulani wote wana A wana nini whatever, ambavyo wewe unaweza ukamanage. Labda mfano hapo character hiyo ya kwanza wote wana B, tunaona inaenda
ya pili labda wote wana C, whatever, kama tunavyoweza kuona how to manage character kama tunavyoweza kuona. Tukija hapa kwenye exam, yes, hapa kwenye exam ndio unaweza ukamanage mitihani mingi yote, unaweza ukasajili. Kwa mfano hapa tumesajili as example hapa, na unaweza ukafuta mtihani wowote na alama zake zinakuwa ziko zimefutika. Unaweza ukasajili hapa mfano midterm midterm ya darasa gani, labda midterm wanafanya form 1 na form 3 peke yake ndio wanafanya midterm. Tarehe ya kuanza unaweza ukachagua yoyote na tarehe ya kumaliza unachagua yoyote whatever, au madarasa yote yanafanya midterm, it depend unatakaje wewe, unachagua tu kwa namna hiyo. Mimi nataka form 1 na form 3 ndio wanafanya midterm, then una save, utakuta midterm ni form 1 na form 3 ishakuwa added hapa. Kuna hii sehemu ya tick ni ya muhimu, hapo utaweza kufuta kama unaona ulivyosajili sivyo na nini, unaweza kufuta. Hii sehemu ya tick ni ya muhimu sana, utapiga tiki kwa kila mtihani ambao umeusajili, itakwambia unahitaji kutengeneza mtihani, na maana hapa ndio umegenerate exam. Na hata ukirudia tena itakwambia mtihani tayari already registered, tayari ishakuwa register. Kwa mwingine unaweza pia ukautengeneza, tunaona tayari successful registers. Kwa hiyo ukishatengeneza mtihani, kwa hiyo form 1 form 3 hapa, ukija hii button ya 3 hii, unaweza ndio ukapata au ukaweza kupata sehemu ya kudownload Excel template, ambapo unaweza ukaja kujaza au ka Intermax moja kwa moja hapa. Unaweza ukachagua somo labda mfano history, then ukaingiza alama ambazo wamepata za history kama tunavyoweza kuona. Yes, hapa kuona maana kwa namna hii ndio unaweza ukajaza marks za wanafunzi, then utarefresh, utarudia somo lingine the same, utajaza hivyo. Lakini pia unaweza ukaona hiyo namna, nataka ni download Excel na wanafunzi wengi 500 mia ngapi, na download Excel hapa, then nakuja hapa kuupload. Hapa tuko kwenye Intermax moja kwa moja kwenye system. Nikija hapa kwenye kudownload Excel hii hapa inakuwa downloaded hii hapa, na zile alama tulizoziingiza za sample hii hapa, na masomo yatakuja yale tu ambayo inasoma. Kwa mfano tumeweka ICS. Kwa mfano ICS haifanywi na form ngapi? Form 3. Utakuja kwa uncheck hapa, utakuja hapa kwenye masomo, kwenye class, then subject, pia form 3 hii hapa tunaona ICS hapa tuna unaitoa tiki, then ukija saizi sasa kwenye exam hapa, kwenye exam then tukaja form 3 hapa, tukidownload saizi, download itakuwa hilo somo halipo kabisa, itakuwa hilo somo halipo. Tunaweza tukaona ni tutakuja kuona halipo tayari. Kwa hiyo yatakuja yale masomo tu ambayo yanafanywa yana shuleni. Tunaweza tukaweka kwa alama za mchongo, tukapandisha za land between, labda napata 3 hadi 78. Let's say tupandishe alama za mchongo, tuseme wanafunzi wote wamefanya tu then tu copy, tutoe formula hiyo tulioweka ili tujaze alama, tuisave hii template, tuisave kwa jina, mfano tuite tuseme hii ni Max. Yes, hapa tumeweka hapo Max kwenye dashboard. Tunaweza tukaja sasa tukaipandisha kwenye hii upload template. Ni very simple kupata matokeo, utachoose file then utatafuta hilo iliyoandikwa Max. Simple, uweze ukafananisha na Excel. Max hii hapa then okay, ni itapandisha. Tutaona inavyopandisha, inaweka rangi. Ikileta rangi nyekundu kuna shida, labda jinsi na nini inakuwa haiko okay. Zikija kijani zote ziko okay, na hata ukikata utakuta message tayari zimepanda na matokeo tayari hapo yanakuwa yamefanyaje, yamekamilika kupanda. Utakuja tu hapa kutengeneza matokeo kwa kubonyeza tu button create result after enter or upload Max. Tukwambia uchague kwamba 1 Max only, 2 grade only au 3 Max and grade. Nitachagua 3, then utachagua yote utakaopenda, then itakupa division GPA, lakini pia itakupa subject GPA na overall GPA, then wewe utaendelea. Itakuuliza unatakaje kwenye SMS Max 2 ionekane au Max and grade. Nitaacha namba 2 Max and grade, then message unaweza ukaziedit hapo, then itamaliza, ambapo tayari hapo unaweza ukaona matokeo results zitakuwa tayari. Kwa kumaliza hapo, na huko chini utapata tathmini ya nini ya matokeo. Hii hapa tayari itakuwa iko ready, lakini wengine wanasema mimi naona hii ambayo imeconcatenate as a negative format, lakini hapa utapata ripoti ya wanafunzi wote itakuwa generate, na hapa unaweza print au ukaweka PDF. Wengine wanasema hizi za concatenate matokeo kwa
format ya NECTA kama inasumbua kufanya tathmini kuona somo moja moja, hapa napo unaweza ukapata Excel template ambayo itakuwa na matokeo hayo ya nini, matokeo hayo ya kila somo na nani yake, kila kitu itaona hapo. Yes, itamaliza hiyo template ya Excel, then itatengeneza PDF ya matokeo ambayo wewe unaweza ukasema nataka sasa nifanye tathmini ya somo moja moja. Tunaona yenyewe iko tayari na huko itafanya tathmini kama tunavyoiona ya masomo. Kwa hiyo kwa namna yote na matokeo yote unaweza ukayapata kwa Excel, kwa nini na nini kama tunavyoweza kuona, lakini best tense, download SMS zinakuwa ziko tayari tu, tunaweza tukaziona, ambapo tunaweza tukaenda kuzituma, ziko tayari kwa wanafunzi hao 10 wa sample ambao tumewaweka. Lakini pia si tu hivyo, unaweza ukatengeneza kali ISO template. Mfano kali utaona inakuwa downloaded kali hapa ya form 3 tu, ambapo tumefanyaje, hilo darasa tumelitengeneza, tunaona inatengeneza kali. Yes, chap inakamilika, tunaona kali tayari hii hapa, ambapo unaweza ukaona hizi uzitaki au ukachagua X kwamba afanye hilo somo, au ukaona hizi sizihitaji, nitaka empty, unazifuta na baki empty hapa. Student atasign hapa. Lakini si kali tu, unaweza ukasema nataka nitengeneze ISO ya kila somo, chagua hapa tu, utaona template inaanza kwa kila somo. Civics itakuja, history itakuja, masomo yote itagenerate hiyo nini, hiyo ISO, masomo yote mpaka atakapokamilika. Yes, akishakamilika tunaona kuna bookkeeping, kuna basic mathematics, biology, whatever, na hapa inaweza kuwa score au hapa akasaini mwanafunzi as ISO, zote zinakuwa ziko tayari. Basi baada ya kuchagua tu ISO itakujenerate. Lakini tutaona sehemu ambapo tutatengeneza kali kwa madarasa yote. Tutaenda kwenye setting, tutaona, maana hii nitakuwa ni darasa lilochagua, kwa mfano form 3. Hapo utaona template ya alama, ambapo hizo alama zitakuwa generating kwa marks na nafasi kwa kila somo na nini, tutaweza kuziona, na hizo tathmini zina generate kila kitu, unaweza ukakipata kwa kuchagua tu hapo, kila kitu tunaweza kuona. Lakini uzuri zaidi pia unaweza ukatengeneza your own template, ya template yako mwenyewe ambayo haifanani na mfumo wala endani na taarifa za mfumo. Kwa mfano una preform 1 wamekuja, utasema mfano mimi template yangu ina masomo ngapi, labda ina masomo 10 au 9 whatever, utachagua mwenyewe ina wanafunzi wangapi, labda ina wanafunzi tuseme ina wanafunzi 9 au tuseme wanafunzi 15. Yes, inaanza kugenerate hiyo template aone, ambao wewe unaweza ukaitumia kwa form 1 kwa shule ambao kama inahitaji matokeo tu ya ghafla ya haraka haraka, unawatengenezea tu, naulizia vitu vichache, na hapa kuna formula ambapo unaweza ukajifunza na nini, yani kila kitu kipo tu ready hapa, ambapo hao masomo umesema ni 10. Haya hapo unaweza ukaanza sasa kuya rename tu hapa whatever na nini, na huko chini ukafanya analysis ya masomo yote, utaitengeneza mwenyewe kwa kadi ambavyo wewe utataka. Lakini pia unaweza kupata Excel result ambao ni yale matokeo haya hapa ambayo tumeyagenerate. Lakini pia hapa unaweza ukaja ukapata, lakini pia unaweza ukatengeneza ripoti ya mitihani miwili, kwa maana kwa mfano midterm na term. Unafanyaje? Utakuja hapa kwenye exam hapa, kwa mfano una mitihani miwili ya mfano wa midterm na utakuja kuwepo na midterminal, ambao utabonyeza tu hapa, then utabonyeza hapo, utachagua kwamba ni wa midterm hapa mtihani wa kwanza, utarudi tena utatafuta huo wa terminal na wenyewe pia utabonyeza, utakuja tena hapa, au anyo whatever utabonyeza hapa. Ina maana hapa itagenerate hiyo mitihani miwili tayari. Ukicreate hapa itaanza kufanya generating, itakuuliza, itakufanyia sum up, utapata matokeo ya mitihani hiyo miwili, ripoti ya mitihani miwili, kila kitu cha hiyo mitihani miwili kama tunavyokuona hapo. Unaweza kubonyeza ripoti, ambayo ripoti hii sasa itakuwa ni ile ya concatenate, imeunganisha mitihani miwili pamoja, ambapo tunaweza tukaona kama tunavyoiona hii tayari kila kitu. Na huko hii ni sema ambapo anaweza kasaini mkuu wa shule, tuliweka as picha, anaweza katouch, ambayo itakuja kila ripoti tunaweza kuona, tutaseti kwenye setting. Lakini logo ipo tena kwenye setting, tunaweza tukaedit kama tunavyoona ziko vizuri na kama tunavyoziona. Lakini pia unaweza pia best 10 na nini, SMS, kila kitu hapo unaweza ukakipata sehemu ya nini ya kutengeneza mtihani na kupata matokeo. Kwa namna hiyo unaweza ukamanage swala zima la mitihani shuleni isiwe ni changamoto. Lakini pia hapo ukija kwenye setting ndio unaweza ukaweka logo ya shule. Kwa mfano utabonyeza choose file, then utaenda kwenye image ambazo utakuwa umeiandaa. Mfano nataka nani yangu ya shule iwe hii hapa,
utabonyeza hii, ndio itakuwa logo ya shule. Lakini mkuu, kwa maana ripoti na wanafunzi wengi, mkuu wa shule hawezi akasaini kila ripoti. Atasaini karatasi moja, atapiga picha vizuri, then atakuja attach kama hii as a image, kama tunaweza kaona. Anaweza kaja akafanyaje, akaja ikawa attached hapo pap, basi ndio itatumika kama sign ya mkuu wa shule. Kitu kingine hapa, unaweza ukatengeneza kali hii hapa, ambao for all class, kwa kubonyeza tu hapa then itaanza kugenerate. Unaweza kupata score sheet hapa, unaona score sheet, unaweza ukagenerate hapo score sheet. Kila kitu tu kipo hapa. Student status, unaweza ukapata student status ya usajili, ambapo tunaweza tukaiona hapo tunaweza tukaona pamoja na graphs ambao form ngapi wako wangapi na nini, kama tunavyoweza kuiona hiyo status kwa kadri ambavyo umesajili. Lakini kitu kingine ni setting plan. Tumeongeza hii function ya kwanza, lakini hii function ya pili tumeiongeza, ambapo unaweza ukatengeneza setting plan automatic. Hapa atakwambia utaweka hiyo, utaweka wanafunzi wako labda 150 kwa kila darasa, wanafunzi wangapi, labda 50. Yes, nini ianze. Hii imeongezeka hapa, ambapo mwanzo haikuwepo. Hii ni generating nyingine, automation. Kila kitu hapa ni automatic. Baada ya hapa utaona yes, itaanza kuona Excel sheet, Excel ambayo itaanza kutengeneza sasa hizo setting plan automatic. Wewe ni kutulia tu, hakuna haja ya kuanza kuhangaika. Kila kitu hapa ni automatic, na kama ni 50 itatengeneza room ya kwanza, room ya pili, kwa kadri ya idadi ya wanafunzi ambao wewe utakuwa umewaweka. Kila kitu kitakuwa generating, then tutaweza kukipata. Yes, room zote zikikamilika, unaweza ukaona namba zilivyo, ziko ni series, lakini unaweza ukasema namba ianzie huku ipande juu, kwa kadri ya setting pale ulivyoweza kufanya. Hata ukiprint wala haikati. Yes, ukiprint wala hata haikati, natoka vizuri kabisa, ambapo invigilator pamoja na supervisor chini wanaweza kasaini na kaandika tarehe kama tunaweza kuiona. Lakini ipo kwenye Excel, unaweza ukaedit whatever utakavyopenda wewe. Lakini ukija sasa hapa kwenye michango contribution, tunaweza tukaona sasa how to manage contribution. Hapa nitaenda hapa kwenye settings sole, kwanza nifute kwanza hiyo michango ili pawe empty, nianze from the scratch. Then michango nitafuta taarifa zote za michango, sitaki nione taarifa yoyote ya michango ili iwe zero. Nikija hapa kwenye contribution tunaona ni 00, napata total student ni 40, ambapo sasa how to manage contribution, utakuja hapa kwenye register contribution, utasajili mchango. Kwa mfano mimi nina chakula mfano, au ada whatever, chakula. Hii chakula kinachangwa na madarasa ya form 1 hadi form 4, nachagua hivyo, au kama kuna darasa lichangi unalicheki hapa. Tarehe ya kuanza kutoa au tarehe ya mchango inapoanza na tarehe ya kumaliza inapoisha, unaweza kaweka yoyote tu, haina shida. Kiasi cha nini labda ni 10,000, chakula ni 10,000. Unaona unasajili hapa pap madarasa yote ya mchango wao nani. Lakini unaweza kuwa na mchango mwingine, mfano mtihani, hiyo chakula labda mitihani au mtihani labda hii mtihani form 2 labda na form 4 ndo wanachangia nini, form 2 na form 4 ndo wanachangia mtihani. Tarehe ya kuanza unaweza ukaweka yote na tarehe ya kumaliza unaweza ukaweka yote, then kiasi cha mtihani labda ni 5,000. Yes, pap ukigenerate, basi tunaona una michango mingine na mingine unaweza ukaiongeza hapa. Unaweza ukasearch hapa ukapata labda form 1 tu, michango ya form 2 peke yake tunaiona, lakini pia unaweza ukaona all kama tulivyoweza kuona hapa. Lakini hapa ukija kwenye student bills au contributions hauwezi ukaona chochote, kwa sababu tumeisajili tu hapa kwenye reg, lakini hatuja generate bills. Ukigenerate hapa bills au contributions, ukibonyeza hapa itakugeneratea sasa kila mwanafunzi atakuwa na mchango wake, ambapo ukirefresh back, ukija hata hapa, ukija sasa kila mwanafunzi anakuwa na mchango wake. Na ukichagua kwa mfano form 2 unaona wenyewe wana nini, wana chakula na mtihani. Ukichagua form 3 wenyewe wana chakula peke yake, na ukichagua form 4 aweze kuona, unaweza kuona chakula na mtihani kama tunavyoweza kuona. Na tunalipaje? Kulipa ni very simple. Hapa akilipa unabonyeza hii alama pa, unalipa. Labda mfano amekuja huyu amelipa 10,000 au let's say amelipa 5,000, amelipa 5,000. Receipt number unaweza kuweka yote au kaacha wazi. Term gani? Term 1. Amelipa 5,000 ya nini? Labda ya mtihani. Yes, unaweza ukasave. Ukisave unaona huyu amelipa 5,000, alikuwa na dai 15,000, imebaki 5,000. Siku nyingine labda amekuja akalipa tena, amelipa labda elfu ngapi? 2,000. Amelipa 2,000 ya nini? Receipt number unaweza ukajaza yote. Amelipa 2,000 ya chakula.
Yes, unaona ukisave inabaki 8,000. Hata huyu the same mwingine pia unakuja kwa huyu naye labda amelipa 4,000. Amelipa 4,000 ya nini? Unaweza ukaweka amelipa 4,000, amelipa 4,000 ya nini? Labda amelipa 4,000 ya mtihani. Unaweza ukasave. Kwa namna hii tunaona namna amebaki na deni lake ngapi. Kila baki inakuja hapa. Lakini pia hapa unaweza ukaprint ukaona all michango yote aliyolipa na tarehe ambazo atakuwa amefanyaje? Amelipa mtihani shilingi ngapi na total huku na deni lilobaki itaandika kwa maneno automation kama tunavyoona hapa, ambapo unaweza ukaprint as a PDF. Lakini pia si tu hapo, kija kwenye payment utaona orodha walivyokuwa wanalipa hao, na unaweza ukamprintia hiyo malipo yake moja moja kwamba wewe ulilipa siku fulani na ukamprintia akaweza kuona kama tunavyoweza kuona hapo. Lakini ukija hapa kwenye hapo pia unaweza ukasearch ili uone kwa tarehe gani hadi tarehe ngapi. Mfano ukiweka hapa hiyo mwezi wa 12, let's tubadilishe hii mwezi wa 7 tuweke labda tarehe tumefanya leo tarehe tuweke 7 tarehe 1, itapishana. Ukirefresh utaona kuna data inaonekana kwa sababu leo ni tarehe 7, leo ni tarehe 4, lakini tumesema iende hadi tarehe 1 mwezi wa 7. Haina data. Ukija labda mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 8, 31, refresh utaziona data zote. Kwa hiyo unaweza ukasearch na pia hapa ukaview, ukaprint kwa Excel ukaona namna wanavyolipa kwa michango yote. Kwa mfano itaweka marejesho ya chakula, waliolipa chakula wote wataorozeshwa hapo, lakini utaenda kuona nyingine marejesho ya mtihani, waliolipa mitihani unaiona zipo ripoti zote, na unaweza ukaziprint ukaweza kuview na ukaweka kwenye Excel whatever utakavyopenda. Kwa namna hiyo ndio tunaweza tukemanage nini michango shuleni. Ni very simple. Lakini library, vitabu, unaweza ukapokea vitabu lakini ukiombwa tu data ya vitabu inakuwa ni changamoto. Suluhisho hii hapa. Fanyaje? Unaweza ukasajili vitabu hapa kwa kuandika hapa ni, lakini unaweza ukadownload Excel hapa. Unaweza ukadownload Excel kwa maana hii ya kusajili vitabu, ukavisajili hapa kwenye Excel hapa na ukasema hicho kitabu ni cha form ngapi au ni all whatever madarasa yote. Then hicho kitabu utafanyaje? Ukishamaliza kuinania hapo utakuja hapa uupload. Yes, utakuja hapa ufanyaje? Uupload hivyo vitabu. Yes, ukisha upload utaweza kuviona hapo kwenye listi, ambapo sasa unaweza kuweka cover letter, mfano hapa cover page hapa ambapo unaweza ukachagua picha yote ya cover page, labda mfano hiyo naweka cover page yake ni hii hapa tayari hichi kitabu unaweza chini hapo ukafanyaje ukasave. Yes, hichi kitabu tayari kina hiyo cover. Yes, kama tunavyoweza kuona hapo, ukibonyeza hichi unaona kina cover. Umeona? Kwa namna hiyo unaweza kuweka cover, lakini hapa unaweza ka search kitabu chochote. Ukishasajili hapa register, hapa ndo unaweza ukaazima au kalitani wakaweza kurudisha. Kwanza utachagua ni mwanafunzi wa darasa gani. Let's say mfano ni huyu wa form 4, lakini na ukishabonyeza nakuja darasa lake. Ukichagua form 2 utaona hapa nakuja form 2. Yes, tunachagua labda huyu hapa form 4 anazima kitabu gani? Let's say anazima hii hapa civics and general. Hii hapa viko 30 ngapi? 34. Akiazima kimoja tutaona vinapungua vinabaki 33. Hebu tu save, tutaona anaongezeka huko chini, na tukija kuona hiyo civics hapa sasa hivi civics imebaki 33. Akiazima mwingine mfano akaja akaazima hicho kitabu mfano civics hii 33 ameazima kimoja, tarehe ameazima kimoja hapa, tarehe ya kurudisha hapa unaweza ukaweka yoyote hapa insure na maana ameazima au return amerudisha, then ukisave. Yes, ukisave tunaona itabaki 30 ngapi? Vilikuwa 33 vibaki 32. Civics vibaki 32. Na huyu akija kurudisha unafanyaje? Unabonyeza tu hapa nakwambia una hakika mwanafunzi anataka kurudisha. Yes, na kwenye orodha anatoka, na hapa tukirudi tutaona tayari civics vimekuwa 33. Kwa hiyo ni rahisi kumanage kwamba hata akiomba kitabu kija kuangalia kwenye orodha unakuta kipo kwenye shelf au hakipo, unamwambia tu hicho kitabu vimeisha, uje tena siku nyingine. Ni rahisi kumanage, lakini kwa kufanya tu hivi unapata ripoti ambao wamefanyaje, wamerudisha returns report, lakini borrows ambao bado hawajarudisha viko kwao unapata ripoti yao hapa. Lakini hapa utapata summary kwamba kitabu fulani kina total box vingapi cha form ngapi, ina borrow ngapi ambao wameazima, afu return vimerudi na balance ni ngapi, ambapo hii pia tumeiona hapa kwenye nini, hapa kwenye dashboard ambayo ndio hii hapa, ina ambapo unaweza ukasearch hapa chemist, utapata chemist labda basic viko vingapi na nini, na
waliorudisha na balance kama tunavyoweza kuona hapa. Ni how to manage, ambapo ni very simple, utapata kwenye school database system, lakini hii unaikitaka yenyewe peke yake bila na haya mengine utapewa hii yenyewe, lakini ukitaka full na pia utapewa school database system ambayo itakuwa na hivi vitu vyote. Lakini pia tutakuja hapa ambapo ni kuandaa ratiba. Hapa kwenye kuandaa ratiba ya masomo ni automatic. Tunafuata hizi procedure tu kama moja, ziko kama 7, lakini viko simple kabisa. Hebu tuanze moja kwa moja. Tuanze procedure ya kwanza ni school setup, ambapo hapa utasema vipindi vyako vinaanza muda gani. Mara nyingi vipindi vinaanza saa 2 kamili. Kama nyewe mnaanza saa 2:30 au saa 1:30, utaweka hapa huo muda ya kipindi ina dakika ngapi, na dakika 40. Vipindi ni vingapi kwa siku? Labda ni 11. Na hapa vipindi kwa siku utaweka pamoja na nini, na break. Kwa mfano nyewe mna break 2, vipindi mnavyo 10, kwa utachukua 2 plus 10 itakuwa mna 12. Kama mnavyo 9 na break 1, na maana total period per day itakuwa ni 10 whatever, then utasave tu hapo hapo. Kwa hiyo ni very simple. Ukishamaliza hiyo hatua utabaki, then utakuja hatua ya pili ni teachers, ambapo unaweza pia ukasajili mmoja mmoja hapa au ka download Excel. Yes, au ka download Excel hapa, then utaona template ya Excel ambapo unaweza ukasajili walimu hapa, then ukaja ukafanyaje, upload hapa, ambapo unaweza ukaenda ku attach hiyo hiyo Excel ya walimu ambayo umeiandaa. Ukimaliza utabaki, utakuja hapa kwenye subject, the same case masomo, unaweza ukasajili somo moja moja hapa, lakini pia unaweza ukadownload una download Excel hapa, yes, ya masomo, ambapo unaweza ukasajili masomo hapa mengi tu kwa chini yoyote. Unaweza ukaandika kwa kirefu au kwa kifupi, lakini napendekeza kwa kifupi kwa sababu ndio inakaa vizuri kwenye timetable, na tunachukua sana kwenye timetable ni hapa subject name, ambapo baada ya hapo unaweza ukaja ukafanyaje, ukaupload hapa hiyo ya nasema chagua Excel yenye file la subject, ukapandisha, then ikapanda na yenyewe pia ukarudi, then unaweza uka-add class hapa. Sasa kwenye class unaweza ukasajili somo moja moja, darasa moja moja hapa, kitu ambacho ni kigumu au nini, unaweza uka-generate mikondo whatever utakavyoona hapa automatic. Kwa mfano ukibonyeza hapa itakwambia una form 1 una mikondo mingapi. Hapa mfano sisi form 1 tuna mikondo 2. Haya, form 2 una mikondo mingapi? Form 2 labda tuna mikondo 3. Haya, form 3 una mikondo mingapi? Labda form 3 tuna mikondo 3. Yes. Alafu form 4 una mikondo mingapi? Labda form 4 una mikondo 2. Baada hapo itafuta hizi, itaweka hiyo ulioichagua wewe. Yes, then ukirefresh, ukicome back ukaja hapa kwenye class, tayari tunaona form 1 tusema 2 ni AB, form 2 tusema 3 ni ABC, form 3 tunasema 3 ni ABCD, ABC sorry, na form 4 tusema 2. Kwa hiyo ratiba yako itafuata hii mikondo. Ndio sehemu muhimu kwamba ukipata mikondo 10 ratiba yako itafuata hivyo ilivyo hapo. Then baada ya hapo utabaki. Kingine muhimu sasa uta add breaks. Breaks ni ngapi? Kwa mfano hapa tumesema tuna break kipindi cha 4. Kwa mfano una kipindi cha 5 utaweka 5 hapa, then utasave. Lakini pia ukibaki hapa utakuja hapa kwenye event, una matukio. Yes, mfano mimi nina tukio la kwanza ambalo ni debate, na debate labda tuseme debate yetu iko Wednesday, siku ya Jumatano. Kipindi cha ngapi? Wednesday ni siku ya ngapi? Ni Wednesday ni siku ya 3 from Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Ni kipindi cha ngapi hiyo? Tuseme labda ni kipindi cha 7, ndio kitakuwa kina hiyo inakuwa na hiyo debate. Lakini na region itakuwa siku ya Alhamisi. Kipindi cha Alhamisi ni siku ya ngapi? Ya 4. Ni kipindi cha ngapi hiyo? Tuseme labda ni kipindi cha 6. Yes, ndio itakaa hiyo. Kwa kadri tulivyochagua hapa itakaenda kukaa hivyo. Then utakuja umalizie sehemu ambayo ni critical issue, ni hapa ambapo utachagua ni darasa gani, somo gani, mwalimu gani anafundisha hilo darasa, ina vipindi vingapi kwa wiki, na hii priority level, kwamba hii ya juu hai, kwa maana kwenye kupanga ratiba ikiangalia priority level itaizingatia zaidi kuliko hii moja. Utaweka kwa mfano haya masomo ya siku moja, mfano region kama inafundishwa na nini, utasave, utaingia somo lingine, mwalimu mwingine, kwa hapa ndo unawapa masomo. Lakini hii nayo inaweza kuwa hapa unachukua muda, unaweza ukadownload Excel hapa, then ukaja ukafanyaje, unapandisha ukajazaje, unasema labda form 1 A, labda subject, labda mfano subject gani, civics, labda tuseme English inafundishwa na mwalimu nani, labda huyo ambaye nina vipindi vingapi, utajaza.
level hiyo haina shida, unaenda mwalimu mwingine. Ukijaza hii imekamilika, then unakuja sasa unafanyaje? Una upload hapa. Ukiupload sasa unakuwa umemaliza. Kinachofuata sasa hizi ni kugenerate timetable for. Hizi zipo generation mbili ambazo ziko automatic. Kwa mfano ya kwanza inazingatia vipindi vya asubuhi kwanza, ndio inaipa vipindi, alafu vipindi vya mwishoni hata ikiwa free huko haina shida. Lakini ya pili inafanya randomly, inaweza kaanza vyovyote, na zote hizi unavyo generate inakupa timetable tofauti na ya kwanza. Kwa mfano tu generate hii ya kwanza, itakuuliza unataka vipindi viwe double au single. Kwa mfano chemistry au biology au math au unataka tu viwe separate, utasema mimi nataka iwe single, utasema yes, basi itaanza kugenerate. Tuisubiri kidogo tu, tutaona the way itakavyokuwa. Yes, tunaona ina generate sasa general timetable. Ukimaliza general timetable itakuja timetable ya kila darasa. Hii ni master, ikimaliza inaanza kila darasa. Yes, naweza tukazisubiria zinakuwa generating. Kwa hiyo ukishabonyeza ile button wewe unatulia. Na uzuri inaleta kwenye Excel, kwa maana unaweza kaedit whatever utakavyopenda. Yes, inaweka madarasa yote kwa kadi mikondo tulivyo rename, na utakavyoomba pale mikondo itakupa hivyo hivyo na itajaza kila kitu. Yes, kishamaliza tunaweza tukaona ina generate ratiba kila darasa. Yes, inaanza kuweka sasa vipindi na zile debate na break zote zinajazwa kwa madarasa yote. Yes, ikikamilika basi tunaona inakuleta hapa kwenye general. Yes, ambapo tunaona inajaza chemistry, math. Na hiyo zikagonganisha. Sema walimu tuliokuwa wamejaza ni wachache, ndio maana tunaona free ni nyingi, lakini tulisema siku ya matukio tulisema siku ya kipindi cha 7, siku ya Jumatano tuna debate, tunaona nimeweka debate. Lakini tusema Alhamisi kipindi cha 6 tuna religion. Kama tunaweza tukarejea hapa kwenye mfumo wetu hapa kwenye event, tunasema hapa kwenye Thursday kipindi cha 6, Wednesday kipindi cha 7, na hii timetable tunaona Thursday ndio imeweka religion. Kwa matukio unaweza ukaweka hivyo, lakini pia na debate utaka matukio namna utakavyoweza kuweka wewe, na itakupangia automatic, kwa sababu sisi tulikuwa tujajaza walimu wengi, ndio maana tunaona free. Lakini utakuja kila darasa ambalo ulivyoiomba, basi itakuwa na hiyo nini timetable. Wewe just kuprint, hata hiyo kiprint haikati, lakini pia ni rahisi kuimanage kwa sababu ipo kwenye Excel, kuongeza kitu na nini, na unaweza ukaiomba whatever na kwa wakati wowote. Kwa hiyo ni full automation timetable ambayo ina generate yenyewe automatic. Lakini pia ukishamaliza unaweza ukabaki ukaweza kufanyaje kugenerate nyingine, ukaona namna ni hivyo hivyo, itakuwa iko very simple and clear kama tunavyoweza kuona. Lakini pia ukirudi kwenye dashboard hapa unaweza ukaminimize hapa na hapa, unaweza ukamaximize kurudi huku, lakini hapa unaweza ukarudi, ambapo hapa unaweza ukafanya backup. Kabla ukiingia tu, kabla kulogin, tumeongeza button ya kufanya backup, ambapo sasa itakufanya backup, kwa maana data zako zote zitakuwa safe kwenye Excel, na hapo unaweza ukaja ukalogin kama kawaida yetu. Yes, utaweka username na password, basi itakurudisha kwenye dashboard ambayo tulianza, then tutaweza kuendelea. Yes, thank you kunisikiliza na welcome back DBTech. Kupata mfumo huu wote wa database ya shule ambao imekamilika kwa haya yote tuliyoona, tupigie au tutafute kwa namba 0752 073410 DBTech. Tupo pamoja na wewe. Thank you.